Anayekuja saizi ni mtoto mdogo wa kumwita Madam Dori. Sijaja kwa kazi hiyo. Yaani mimi nakuja mbele ya wateja wangu na nifanya nimnesenesi. Sijapenda kwa kweli. Katika maisha tunafanya vitu vingi, lakini tupunguza ujuaji, yasije yakatokea kama aliyemtokea babangu. Kuna siku moja bomba lilikuwa linavujisha maji pale nyumbani. Sasa babangu alikuwa na kabegi kake kale kana mipira spana akatengeneza. Nikasema safi, baba wewe fundi. Kumbe mwenzetu alilewa sifa. Kuna siku umeme ulikata. Sasa yeye akaji kama umeme umekata au taa imeungua. Nikashangaa tu kachukua meza ndefu, kaunganisha na kiti juu, akapanda, akaenda chokono na testa yake. Umeme ulivyorudi, nikasikia puu, kuja kuchungulia mijugu kichwa chini. Kuna watu wananipima ushindo kwa jina la Yesu. Nilikuwa nataka kusema hivi, miguu juu kichwa chini. Alafu kuna maneno nilikuwa nasikia kwa mbali anayatamka. Mai. Maskini ya Mungu, hata ile maji alikuwa anashindwa kuitamka vizuri. Ila baba bwana, kama upo hapa naomba usinichukie. Nasema kimoja tu cha mwisho. Usije ukawa hapo stadini na wachekesha watu. Baada ya show nikashangaa tu nimedako mkono. Tukiwa wanafunzi darasani, tulikuwa tunapenda kutaja kazi za wazazi wetu wanazozifanya. Rafiki yangu mmoja akasema baba yake pilot, mwingine akasema baba yake engineer, mwingine akasema baba yake mwalimu. Ila issue huwa inakuja kwenye zamu yangu za kutaja. Huwa nakosa jibu mpaka nakimbia. Na sio kwamba babangu hana kazi, na ana kazi yake nzuri tu na inatufaa pale nyumbani. Babangu mimi anafanya kazi mbalimbali. Kuna wakati ni fundi, kuna wakati anauza mikate, kuna wakati anauza mayai, na kuna wakati anauza viazi. Babangu mimi ukipita huko nje huko utasikia fundi wa kushona viatu na ndala anapita, na akibadilisha utasikia haya viazi mviringo. Hajaishia hapo tu, ameongeza ubunifu zaidi kwenye mikate na mayai. Utasikia watu wanapenda mayai, na akibadilisha ndo huyo utasikia